Mimi naitwa Fabrice Baraka, kocha wa Big Brother, lakini wengi wananiita Fana Boy. Naitwa Kagame Jivu, captain wa Big Brother. Yeah. Okay, tutaanza kwanza kwa haraka haraka. Kama kocha kwanza. Kocha, unajifeel aje kwa kuwa umefika finali? Kwangu ni furaha, maana kufika final si kitu kidogo. Haya kocha, kwanza nitapenda kuuliza umefika mara ngapi finali na uko na kombe ngapi toka unaanza kuwa kocha? Siwezi nikasema nimefika final mara ngapi, maana nimefanya tournament mbili. Kozi kitambo nilikuwa player wa Big Brother, si kwa kocha. Nimefanya kama mwezi wa kuanzia mwezi wa 11 mpaka saa hizi. Yeah. Okay. Na nikizani ilikuwa ni kwenye semifinali. Semifinali vile ulipatana na nani? Ulipatana na Warren. Yeah. Ulijifili aje kwa kumepiga masuperstar? Maana wanajiita masuperstar. Mimi kwangu kupiga Warren na ni mara ya pili yangu kucheza na wao. Na game ya kwanza niliwapiga 2-1, hata hatukufika kwa penalty na hao mastaa walikuwa. Labda ilikuwa inakosekana Gaetan na Sambo ndo hawakuwa. But wengine walikuwa ndani, so ilikuwa kama kawaida tu. Na kocha, asante sana. Labda nipenda kujua Big Brothers umetumia mbinu gani ili muweze kufika finali? Mbinu ya kufika final ni mazoezi ambayo tulikuwa tunafanya na ushirikiano wa viongozi wetu kuanzia kamati kuu, coaches na maplayer wote kwa ujumla. Kuna watu ambao wanasema kwamba Big Brothers ni timu ambayo ilikuwa inatumia wachezaji kutoka nje ambao si wachezaji wao ili kuweza kuvuta na kutafuta nguvu ambazo hawana. Kutokana na mawazo yao siwezi nikawaingilia sana hao watu ambao wanafikiria hivyo. But maplayer ambao tumetumia wengi I hope mhamko hata mnawategemea kufanya vitu venye wamefanya. Ni maplayer ambao walikuwa kwa timu zingine but wakaletwa kwa Big Brother, si kwa tournament, wamesajiliwa kuingia Big Brother. So na wameenda kujulikana sana wakiwa Big Brother. Player mmoja ambaye mwenye alikuwa anajulikana sana, I hope ni player mmoja, wengine wote walikuwa wapya kwetu. Tungependa kujua kwanza ni player gani ambao unasema kwamba wamesainiwa kwa sasa kwa Big Brother? Player mwenye alisainiwa kuja Big Brother ni kama ni mmoja tu. Ndio? Ni Chrisia. Aliwahi chezea La Masia but hakuwa, sidhani kama alikuwa na contract na La Masia. Kwa sababu sisi kipindi anafika kambini, sisi Big Brother ndo tulimpokea na alicheza zaidi ya game 3 Big Brother. Akatoka kutokana na timu yetu kulikuanga na vitu zenye hawakuwa wanaelewana na viongozi, timu ikasimama kiasi, so ndo hivi kuamuka sasa. So vile ilikuwa imesimama timu ndo akaenda kuchezea timu ambayo naendelea. Okay, kwa sasa Big Brother inasemekana kwamba ndio timu ya kwanza iko na mashabiki crazy, si ndio? Unawezaje kama wewe kocha kwa control? Maana sometimes inakuwa mzozo pale nje nini, mapikipiki nini, una control namna gani mpaka wanaweza kutulia? Mashabiki Big Brother kutoka kitambo, Big Brother ni timu yenye ambayo hapa kambini ina mafansi wengi sana kabisa. Alafu mafansi wetu wako na ule moyo wa kupenda timu kabisa. Ndio maana hata tukiwa tunacheza wanakuanga na ile morale ya kushangilia, wanawapatia nguvu maplayer wetu. So hata wao kwa sababu wanaelewa kitu chenye wanafanya, ni rahisi sana mimi kuwa control. Okay, asante sana kocha wa anaitwa nani Big Brothers. So brother, we want to know from you since Bazika tournament imeanza, maybe what are some challenges you've seen na una feel if they could have power they should be corrected? Challenge ambazo tumepatana tangu Bazika ianze, mimi sana nasema hii Bazika imepangiliwa vizuri. Sema tu challenge yenye nimepatana nayo ni kuhusu ulinzi. Ulinzi
yani hawa kuweka wa kutosha, so walikuwa wanafaa warekebishe ulinzi ukue ulinzi wenye unaweza tuweka tukiwa salama pale. Na asante sana. Labda kocha, nipenda kujua labda mmejifunza nini kutoka ndani ya hii Bazika tournament? Kitu gani ambacho mnaweza kusema kwamba kuna mbinu mpya ambayo tumejifunza kutoka katika timu zingine ambazo tulipatana nazo katika uwanja? Jambo jipya ambalo mmejifunza kutoka kwa wengine katika hii Bazika tournament ni jambo gani? Kitu ambacho nimejifunza kutoka Bazika ndo tournament I hope ilikuwa na media nyingi. Kwanza media zilikuwepo, alafu na ule ubora wenye waliboresha katika media zenye zilikuwa pale. So ligi zingine zozote zikiandaa tournament zikuwe zinapatia opportunity media nyingi zikuwe hapo, kwa sababu hizi media zinafanya timu ziende mbele, maplayer waende mbele. So Bazika, mimi kitu ambacho nilipenda sana zaidi kwao ni kuhusu media na quality ambazo walipatia media. Vingine naona viko sawa, lakini chenye niliona kikubwa sana ambacho alikazana nacho ni kuhusu media. Na captain, labda kwa turejee kidogo kwa upande wako, changamoto ambazo pale uwanjani zilikuwa zipi? Changamoto kwa wachezaji tuko sawa ndani ya uwanja, lakini sasa upande kwanza mliona kwenye game ya wala ni vurugu kidogo hadi kidogo isimame. Kwa ni sababu ya security ingekuwa sababu mashabiki wengine wanaelewa, lakini wengine sasa hawaelewi. Sasa inabidi pate security ya kutosha iweze vizuri na amani. Labda nilipenda kujua unamtaja Warren hapo katika majibu yako. Warren amehusika kivipi katika nyinyi kama Big Brothers kukosa usalama pale uwanjani? Umemtaja Warren unapotaja swala la ukosefu wa usalama. Warren amehusika kivipi katika nyinyi Big Brothers kukosa usalama pale uwanjani? Kuna jambo lolote ambalo amewatendea ama amewafanyia katika kukosa usalama? Hapana, mchezo ilisimama. So Warren amehusika? Hakuhusika, ni mashabiki. Labda nafikiria sasa kwa upande wako, changamoto zile ambazo zimejitokeza pale katika uwanja Bazika tournament ikiendelea, zirekebishwe vipi hizo changamoto kama captain wa kikosi, nahodha wa kikosi? Kama alivyosema kocha wa Muungano, nafikiri kila ligi mashabiki wanafika wengi. Sasa wanapoona sasa refarii ni mmoja kila siku, abadilishwi, hiyo kabisa, ili wanaweza ona kama wanaonewa ama nini, ama bali eti amekula kitu kidogo, kumbe hakuna. Lakini tukienda kucheza tukijua hakuna mtu anajua refarii atachezesha hii game, hiyo nayo inaleta ladha nyingine kwa ligi. Na tukielekea kumaliza kwa kocha, watu wametaja swala la kutumia mazingaumbwe, kutumia ushirikina. Big Brothers vipi? Sisi kama Big Brother tunaamini uwezo wetu, so haina haja ya kwenda kutafuta vitu kama hizo, kwa sababu football na mambo kama hayo haviendani kabisa. So hatuna imani ya hizo vitu. Sisi tunapambana kutokana na nguvu zetu, mazoezi na skills zenye tuko nazo, ndo maana hatuwezi tukaamini vitu kama hizo. Aya, asante kocha. Na tulikuwa inabidi tuuliza kwamba vipi kwenye ushindi ambao unaelekea kwenye finali, je, uko na hakika utapata ushindi? Okay, mimi sana napenda kuweka Mungu mbele, kwa sababu Mungu akikupangia kitu, hata mtu yoyote abane popote afanye vyovyote, wewe utakipata. So tunaamini Mungu kama ametupa uwezo wa kufika finali, hata shindwa kutupa hilo kombe. So tunategemea Mungu, kama atafanya tunachukua. Okay. Na tulikuwa tunamalizia, wewe kama kocha, ni kitu gani unapenda Bazika kwenye next tournament ambayo inakuja kufanya? Unaona kitu gani ambacho waweze kuongeza ili tournament hii izidi kuwa bora sana? Cha kwanza tournament ingefaa ikuwe na iendelee, isikuwe season moja alafu watoke. Waendelee, waongeze timu, zikuwe nyingi timu kwa tournament, ndo
tournament kuwe kubwa. Na kuhusu kingine ambacho ningependa kuongelea ni kuhusu award zenye zinatolewa. Award zenye zinatolewa zinafaa ziongezeke, maana sisi kama timu ambazo tunaingia kwa hizo tournament ama tournament ya Bazika, utakuta game moja imetukosti zaidi ya 5,000, 6,000. So na award unakuta ziko chini. Kwanza utakuta game 2 award imezibeba tu. So ingekuwa na uwezekano fund ziongezeke ili award zikuwe kubwa, ndo timu zione kama ule uwezo wa kumiliki maplayer ita afford, na iki afford maplayer watajihisi wako na furaha, wanapata kile ambacho walikuwa wanahitaji. Yeah. Unamwambia vipi kwa kumalizia mtani wako ambaye mtapatana katika fainali? Unamwambia vipi? Unamtishia ama unamwambia vipi? Mimi siwezi nikamtisha, maana game zote za Big Brother, labda kama kocha ambaye alikuwa anajifunza kitu, alikuwa anafika kuziangalia. So kwangu ni ajipange, kwa sababu siwezi nikasema timu ni ndogo yake, timu yangu ni kubwa. Timu yoyote ikifika final ina maana ina uwezo huo. So siwezi nikamwambia nini hivi na hivi, yeye ni ajipange tu kupatana na kitu ambacho kimeandaliwa vizuri. Labda kwa captain, kama kuna jambo lolote kwa sekunde 2 tuweze kumaliza. Mimi cha kwanza naweza shukuru Bazika, umefanya vizuri kuandaa hii tournament, sababu naona vipaji vingi vinaonekana. Mfano kama mimi nilikuwa nje ya kambi wakati mnacheza game za kwanza, nilifika mazoezi kwa timu moja hivi, ndio nikajitambulisha hivi kidogo. Sasa hii unatokea Kakuma, ndio tunaona ligi inafanyika Kakuma hivi na hivi, kuna Bazika hivi TikTok naona ina post inafanyisha tournament. Kwa umefanya vizuri, sasa hivi tunaonekana kila mahali. Kwa muendelee kutusupport hivyo. Kingine ameongelea kocha ni award kabisa, zawadi ziongezeke, sababu zawadi zikiongezeka sisi wenyewe tunaona ni wasamani, sisi wachezaji tunaona ni watu wakubwa, wa maplayer wakubwa. Kwa muongeze award na jambo lingine. Thank you.